Uru Dio yugatea de bere aku Dio yugatea de bere aku Nojoire kobe kia ohanokyo Dare mawe komarea ojekire. Thank you. God bless you. Beatrice. Asante sana, Mungu akubariki. God bless you. Simupigie Yesu makofi ama ujipigie. Wagapi wametoka Krismasi? Krismasi. Ulienda wapi? Kwa nyumba. Yaani hamkwenda Krismasi? Kwani mlikosana na watu nyumbani? Kama hetanirie na andũ gĩcagi. Mwathani agocwo. We mwega. Ngai akũrathime. Niko salama. I give glory and I thank my God for giving me this another chance. Niweze kuja kuzungumza na nyinyi kabla mwaka hujaisha. Bwana asifiwe. Na nimefurahi tena kuona hata Amos yako hapa. Uko kana kwa Amos kuja kaa pale. Kaa padile ni ya wazee. Hiyo ni kama ni watu wanataka kutoroka. Kaa hapo padi ya wazee. Nataka Amos akuje kuwe chairman ya wazee kwa hii kanisa yetu. Si ndio? Utakubali? Na kali hapa. Najua tukikuwa na mzee kama huyu, ako na wisdom mingi sana. Akili yako na mingi, ni mzee lakini akili yake ni mingi hata kuliko miaka yake. He's a very good man. Wakiwa na I think mmewatch video zetu za Dhigira. Mnawatch hizo? And they are good kwa sababu tumepata a lot of revelations. Huyu mzee nilikuja kujua through huyu mzee kuna vitabu vilitolewa kwa Bible. Vitabu gapi? Vitabu 15. Alafu nilikuwa nasoma, nilikuwa na uoga sana na sisemi uoga imeondoka. Nilikuwa na uoga sana, nilikuwa nimeambiwa ati mtu mwenye atatoa neno moja kwa hii kitabu ama aongeze moja atawekwa matohoho. Sasa ndio nikauliza, wakati nilidiscover vitabu 15 zilitolewa, si neno 15. Sasa aliyetuletea hii ambayo imetolewa ako na matohoho ama ana? Kwa hivyo na akatuletea. Kwa hivyo sisi na yeye nani wabaya zaidi? Sisi ndio tuko na matohoho mingi. Na ndio naona kanisa imekuwa ni kama mahali hata Yesu akikuja huko anaweza kutoroka tu. Because the church has been destroyed completely. Completely. There's no value. Hakuna heshima. Hakuna upendo wa Mungu. You don't care anymore. And we are all Christians. We love God so much that we walk godly, live godly. Hata mbenye tunatembea siku hizi tunatembea kama hatutaki kunyaga dunia sana isibodeke, Mungu asikasirike. Lakini inside us uchafu ile iko ndani yetu. Mtu uko naye hapa kanisani kama hii for example. Lakini huyo mtu unasikia kiongea ubaya wa hii kanisa. Ati Amos tuko naye hapa kanisani lakini anaongea nini? Ubaya mahali yako, mahali anakula. Unashindwa huyu mtu ni kiuru. What kind of a Christianity is this? Yaani unakuta somebody for example, Amos is a leader in this church. Lakini anaongea ubaya wa hii kanisa. Unakuta Mkristo ni Mkristo lakini gospel ambayo anaiuza kwa watu wengine si ya Ukristo, ni ya maadui wa Ukristo. Umeongea na? Okay, anakuja. Sasa anaongea uadui wa Ukristo. There are no value. Yaani matendo yako yote
hayapatani na hayapelekani kabisa na kile kitu umesimamia. Utakuta mzee kama huyu tuseme ni kiongozi hapa kanisani, lakini watashikana na huyu mama kumkejeli anayewaongoza kanisani. Unakejeli pastor, you don't care. Hata akitufukuza kuna kule tulitoka, tunaweza kurudi, tunaweza kwenda. Na huyu ni kiongozi kanisani. Lakini hata nikikwambia chochote mimi sikufuati, ukitaka yote nitaweza kurudi, najua kule nilitoka. Huyo ni jabasi, ni mwizi, ni mchawi, ama unaweza kumuita nini? That is a Christianity for you. Yes? Not that. That's not unstable. It's unstable. Hiyo ni kuguruka. Kaniki, yani unaweza kuita nini? Iko na Wakristo. What? Those are spiritual witches. What value did you add in Christmas? Ni nini ulifanya kitu kimoja? What is Christmas? As part of the concept ya Christianity ile tuko nayo. Wachana na deep meaning. Because Jesus was never born on the Christmas day. Jesus was never born on 25th. Jesus alisaliwa mwezi wa 3 ama wa 4. Kulingana na calendar. Hata hii calendar tuko nayo. Hii inaitwa Gregorian calendar, ndio. Gregorian calendar. Na hiyo nyingine ilikuwa inaitwa Julian. Ukiangalia Gregorian calendar na Julian calendar, hakuna mahali Yesu ako kwenye Disemba. Lakini sasa tuliuziwa agenda na tukaifuata. Sasa sisi tulifuata hiyo agenda. Tuliambiwa Christmas ni upendo, ni kutembelea wale hawana, kutembelea wale. Tusaidie ulimwengu huu, tusaidie watoto wetu. Mimi juzi hapa, mimi ni pastor ambaye anajulikana dunia mzima. Kijana yangu nikamtuma kaenda Amerika. Alipoenda Amerika, akaingia kule, aliingia kazini, kukakaa kidogo, akaniambia dadi, nataka kuja kukusalimia. Sasa saa ya asubuhi nilikuwa nimepiga injili. Injili nikabia watu wale wakiona kijana ametoboa masikio, huyo ni shoga. Ukiona nini mvulana amefanya? Kai. Kijana si ameradi kutoka Amerika. Akanipigia dadi ya just landed. Nikamwambia kuja pitia kanisani. Akakuja. Sasa hiyo nimetoka ile asubuhi ile ya kusomea watu. Nimemaliza kusomea watu asubuhi kuhusu hizo mavitu. Kijana yangu aliingia hapa, tulikuwa nawe kwa ofisi mpaka nikamwaga machozi. Akaingia ametoboa hii, hapa zilikuwa 4, hapa 4 na hapa 2. Akakuja, hi dad. Hi day. Na ndivyo nilikuwa nimesifia mtoto huyo guy. Unajua tulikuwa na huyu kwa ofisi. Niliona machozi tu imemwagika peke yake. Nilienda chini kabisa, chini. Mpaka nikamwambia please nitolee hizo vitu. Nikamuuliza how ilifikaje hapa? Kaniambia daddy, ni peer pressure. Nikamuuliza unastuka? No, I don't mind this. Kajamaa tulikuwa tunaongea kakiwa kahapa. I don't mind this. It's America. Nilisikia kupasuka. Nikaomba, nikauliza. Sasa nikaanza kuimagine, tokera kunegetha okio uguo. Ni watu wangapi wamemuona? Na ndivyo nilikuwa nimejaza asubuhi. Nilikuwa nimejaza. Na nilikuwa nimehada watu hapa mpaka watu wakaingiza baridi. Nilitolewa pumzi yote. Ilitoka yote. So sometimes wacha tusaidie, because I just really found it so difficult, so disappointing, so discouraging. So I wouldn't want. Na kutoka siku hiyo nilimuita, nikakaa naye chini, nikamwambia never in anywhere somebody called by my name. Nikamwambia kama utaendelea kuweka hizi, delete my name from any part of your papers. Because I cannot be teaching this and you are the one putting them on them. Sasa amefikiria, amenipigia simu jana, akaniambia daddy, I'm very sorry. Sijui hakuna mtu alimhubiria, lakini ameniambia, but nilimpatia facts. Nikamwambia this is wrong.
this is not meant for men, this is not for, lakini yes it's peer pressure, kwa sababu vijana karibu wote America that is what they are doing. Yasa yeye anaonekana yeye ndio mshamba, so automatically ni mtoto wa miaka 16 si ataweka tu. Why? Because amepata mtu kama huyu mkubwa, na huyu mkubwa wanafanya hizo vitu, because there was nobody to guide. When there is nobody to guide this church, I allow this stupidity to start. Itaanza na mtu mmoja, kesho mtu wa pili, kesho kutwa watatu, kesho hiyo nyingine. Zamani wakati niliokokea kwa James Maina Nganga, nili pale Buffet building, wamama hawakuwa kiingia bila skati imefika. Sasa wacha yangu ya hapa wamama wote, ni kweli tukaenda Mombasa. Kuna mama mwingine aliona nimeokoka, akanilipia ndege, tukaenda na yeye Mombasa, kanisa ya Neno. Alifanya burada, akakuingia huko na mvuto ya jini mzuri. Kuingia tu kwa gate tulistopiwa. Mama akaambiwa rudi nyuma, mimi nikakubulisha kuingia. Akaambiwa rudi ukachange nguo. Ilibidi akimbie kwa room akachange ndio akuje. Because you need only one person to trap you and you are finished. Only one person to come. Na hii kanisa tumekuwa na wao. Wako hapa deliberately. Wameingia wamekuja wako kwa praise and worship. Kuna hao pale. Wameingia wamekuja hapa. Wengine ni mapasta, wengine ni huko, wengine wamekaa huko, wengine ni maasha. But the mission is to make sure wameniweka chini. Mtajaribu. Hiyo nawahakikishia. Hiyo pesa na wanawake mtajaribu. Ati mtu anaenda kusema nilimuita bebu. Nilimuita bebu. Nilimwambia nitamuoa, nilimuita bebu. Sasa so kumbe ulikuwa unataka usikie kitu near to that, uanze kutakasia watu, because kama nilikuita bebu, wae uledo yamenya nikenda gwetire bebu wakodole na mission. Nilikuita bebu, unataka huyu ajue ni kwa nini? Huyo ni mtu alitaka tupitane. Ama hebu simama kidogo mami, na sorry for using you. Tulipitana. Sasa huyu nimekuja ako na matatizo, amevurugwa akavurugika, kwa sababu huyu alikuja akiwa mwenda wa simu, na walikuwa wamemuitia polisi adugwe shindano ya kupelekwa Mathare huyu. Sasa huyu wakati alikuja alikuwa nalia, nilimshika asilie, nikambembeleza because already ni mwenda wazimu, alenda gwethi kwiyuraga. Ngemuheke ade alirire, akalililia huko na akarudi nomo. Saizi ako kwake kule walikuwa wamemtoa. So nimemsaidia na kiade amelilia. Baada ya kumsaidia na kiade amelilia, sasa nasema mimi nitamuoa. Na ni kiade nilimpatia tu, kwa sababu alikuwa mwenda wazimu. Kana tu atole toforili. Alikuwa ameitiwa na polisi, wakuje polisi wamshike adugwe shindano ya wenda wazimu. Na huyu amekimugwa, amemkibisa, amemleta hapa kutoka Gilgil. Ameingia gari, ameendesha wazimu, ameendesha gari mpaka hapa. Na amekuja hapa amelilia hapa. Ungefanya nini kama ni wewe? Nikampatia kiade. Hii kanisa sio hizi zingine. Ndio nakwambia hapa ni garage. This is not a church. Hiki ni kigogona. Kumekuja kila mtu ako na injuries. Kila mtu hapa, mimi nikiwaangalia kila mtu ako na injury yake. Na mmekuja hapa kwa sababu ya injury. Yaani ukiona mtu wako kanisa ya Dola Waruinge amefika mwisho. Hakuna kanisa hajaenda, na alifikiria mara 20 kukuja hapa. Akionwa na watu atasemekana anafanya nini kwa Waruinge? Kana tigo wabeta gweciria kwa Waruinge, kwa Waruinge aje, kwa Waruinge ule wa Mugeke. Bwana Yesu asifiwe sana. But all in all there is a solution. So we must guard this place with all manner of things. It doesn't mean I don't care losing you. I don't care losing you. No matter how good friend you are, I don't care. I will lose you, and I will be so happy for losing you. I will even give a sacrifice to God. Can I to compromise? Because kama ni compromise tufanye kama wale wengine, akukuwa na haja kufungua kanisa ingine. Tugege kwa Manyuro, tugege kwa Wajiro.
Ule fimbo ya Musa iko pale, Shekaina iko hapo, Ng'ang'a yuko hapa, Ng'ang'a mwingine yako hapa, Mwiru wako. We could have just joined there. But you must make a difference in somebody's life. Badilisha tu, kwa sababu wetu wengine hapa, we are not sick. We are not sick at all. Ni maundu maria twikorete thiini wamo, tumejikuta kwa maneno ambayo ni mbaya. We have found ourselves in cultures of our parents, we found our cultures in our peers, watu ambao wametuharibu. Hallelujah. Huyu mama juzi, this is my good friend, alikuwa anauza pombe. This one, she was a producer and she was making money. Alikuwa akikuja hapa, alikuwa anataka nimuombe kazi yake irudi ya kuuza nini? Pombe. Hivyo ndivyo alikuwa anataka nimuombe. Kana waka ngohoereke wiro shokethetigo, lakini ni ya kuuza nini? Pombe. Nilifuga, nilimwambia life, nilimshika mkono nikaambia Mungu, ninafunga hii kazi na isirudi tena. Mama aliniangalia, kaniangalia tena. Niliifuga. Hata wewe niletee kazi bofu, nitaifuga. That is my responsibility, nitaifunga. Alikuwa anataka aendelee kuuza na ni ile chemical. Hiyo walikuwa wanatengeneza ni hiyo chemical. Sababu hana license, anatengeneza ni chemical, maji na dawa na food color, anatengeneza na kwambia ni Richard, ni Viceroy, killing people. So she wanted me to help her go kill more. But because I know I am one, a father, a citizen, a Kenyan, a citizen of this world, I have to make these things corrected. Juzi nikamwambia tulia, anakuja ananiambia nyumba itafungwa. Namwambia Mungu anakuja, kwa sababu anataka kuniambia nyumba itafungwa. Na kwa sababu wewe ndio ulifunga kazi, simamia nyumba. Namwambia Mungu anakuja. Sasa nangojea akuja niambie nyumba ilifungwa, nasikia kusema. Ndio namuuliza, "Hai, hemu ndurathimire na ngirigire, turahota kuri hanyuma najua Ngai yewe raini leo." Niko rashughulikero. Kaka kidogo mwisho, "Kai, Apostle, waugire ati leo? Uraugathire?" "Kai ni aroka." Okay, wakiundo kiu ni giathigithirite. Rĩu githĩ ndarĩ sawa? Si uko sawa? Kimaakili imerudi. Mpaka akili zako zikuwe sorted out na Mungu. Hiyo ingine atoe yote ndio akuenze kuweka mpya. Mahali kuchafu, Mungu hawezi kuweka kitu. He can't. Na the more unakaa ukiwa stubborn, ndivyo na Mungu anakuwaga stubborn. Ngai ni stubborn. Hivyo ndivyo Mungu anakuwaga very stubborn until you are able now to release yourself. Na uambie Mungu, now I am empty, akutoe, ndio atakurelease. Ndio naambia hata ukikuja uniombe pesa na ninaangalia bado hujaacha ile ugaidi, ukora ya Mungu, kudili na Mungu, nataka kuonyesha Mungu I can beat you, I can defeat you. Wacha nikwambie, tutacheka na wewe tu. Uliokaga kohenia, uliokaga kukenia, unafurahi unaenda, unafurahi unaenda. Tutacheka tu na wewe, kwani utanipeleka wapi? Na ukikuta tukikunywa kachai, nakwambia kunywa kachai modo. Lakini mimi najua Saidi unashughulikiwa vizuri, naambia Mungu endelea, hujakamata mzuri. Kuna mahali huko umeona hapa finya hapo. Mimi niko na authority ya kuambia Mungu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubali Mungu akutumie. Kubali tu, just release yourself. The more you are flexible to God, the more he will come in. The more you become difficult, the more you close the door, God closes his. Akwage na shughuli, ako na watu bilioni ngapi? We are about 10 billion, si ndio? Ako na watu 10 billion, na wanyama ni wagapi? Masamaki ni gapi? Madege ni gapi anashughulikia? Igunyone shiga na shigo kodera shughulikira. Uthondeke ati we no wetu, ati we anashughulikia. No, he doesn't care about you. You will die and he will still remain. Ataitwa Mungu. Wacheni Mungu aitwe Mungu, aitwe Mungu. Yani wacheni Mungu aitwe Mungu, mpe heshima yake, milango yako ifunguke. Hallelujah. 5 decisions you must make if you want to excel. Hallelujah. Oh no pastor. Ndio pastor baba ito. Ndio pastor, but ni pastor mkali. Let us look at the 5 decisions you must make if you want to excel. 5 decisions. Andika tu.
bebanga kitabu naandika. Yule hana notebook, mupatieni. Kuna notebook kule. Nani anajua paje ziko? Unazijua? Ile za Besima. Nani hana notebook? Mgeni. Wewe ni mgeni na huna notebook. 1 2 3 4 5 6 7. Ya unaandika hapo? Yako ni ile ya kuandika? Si ile ya kuandika na kalamu. Najua sisi tunatumia simu advanced. Data notebook 7. Bebaga notebook. Kanisa hii ni ya mafundisho. Si ya miracles ati lazima nikufundishe ndio nikuombe. Na kama umekuja hapa kuchukua miracle, hautachukua na first day. Miracle seekers no here. We don't need any miracle seeker. Hapa lazima ukae chini nikufundishe, because whatever you are looking for, it is not a miracle. It is a God's intervention. God intervening in your life is not a miracle. It is supposed to be like that. Kukaa ukiwa na afya mzuri, you are supposed to be like that. Kukaa ukiwa na pesa, it is supposed to be like that. Kukaa ukiwa mtajiri, maisha yako, watoto wako ni wazuri, it is supposed to be like that. There is no miracle. Christianity, there is no miracle. Don't go cheating people that there is a miracle ati nilipokea muujiza. No. Ulirudi kwa baba yako ukaendelea na maisha. The prodigal son, ni miracle alipata kurudishwa? No, alirudi akapata kiti yake iko, mali yake iko, na maisha yake iko hapo. Everything is there. God has said so. There is no miracle. Akati pastor niende kanisa kutoka siku hiyo niliona muujiza. Hapana, ukae straight, Mungu akae na wewe. Vitu zako zote ziko. There is no miracle. Abia mwenzako, there is no miracle. In life of a Christian, there is no miracle at all. Nimekuambia wale wageni, upatie mgeni peke yake wa leo. Wale waliinua mkono juu, wageni inua mkono juu. Ukama umepatia mtu wa zamani akulipe shilingi 200. Huyu ni mgeni. Kuja hapa mami, patia huyu. Inua tu mkono yako juu, usichoke. Patia huyo. Na akuwe member wa Besima. Naambia hiyo ni vitabu vya Besima. Ni sako. Utajirike, chukua. Patia huyu. Patia huyu. Good. Patia huyo. Na upatie yule. Huyu na yule. Hata wewe. Yule. Utapatiwa yako. Sawa sawa? Yeah, I'll make sure you get yours. Thank you. There are 5 decisions that you make as you are getting into the new year. There are decisions that this tafanya mpaka 31st. Hii ni kitu tafuatilia because I want you to change. And these are decisions that you must make. No matter how saved you are, your level of thinking and the paradigm shifts can destroy you. It doesn't matter how saved you are. Haijalishi kiokoko kiako, venye umeokoka, maisha ambao unaishi, venye unaenda kaza, if your level of thinking iko bado chini, it will not change your economical status. Kama your level of thinking ni ugali na morenda, hautabadilisha. Kama your level of thinking bado unataka kukaa Kibera, you don't want to move. Let me tell you one thing. Yule mtu ako Ruda na yule mtu ako Kibera, wote walitoka kijiji, walitoka Geshagi. Hello? Yule mtu ako Mukuru kwa Ruben na Mukuru kwa Jenga, na yule mtu ako Muthaiga, wote hawakuzaliwa Nairobi. Walitoka Nyeri, Murang'a, walitoka Kiambu, walitoka Busia, Kakamega, walitoka Kisii, Nyamira, walitoka mbali. Lakini decision ya kule walitaka kwenda kukaa ni mtu alijifanyia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtu alijifanyia decision. Mimi ninaenda Muthaiga, na huyu mwingine akasema mimi naenda Kibera. But they came from village. Walilelewa from the same village. Walivaa suruali almost the same. Wakienda shule, walienda the same school. Lakini how they changed their transition, their mind determined what they became. Hallelujah. So the level, it doesn't matter whether they are saved. Kuokoka kwako si big deal. It's not a big deal. Kuokoka si kupata mali.
Ukiokoka ufikiria gari itakuja, nyumba itakuja, kazi itapatikana. Kuokoka hakubadilishi your physical life. It is how you change. You use kuokoka as a transition to the level that God wants you to take you. You become somebody who is a thinker. Unaangalia, unaona, yes, nimeokoka. How do I glorify my God? You become a man of excellency. Don't just sit down there. Don't just be there because you are saved. Nasema Mungu anakuja. Atoke wapi? Akuletee ugali kwa kitanda? Ati niliokoka, wacha sasa nilale, Mungu anakuja because I'm saved. No, God is not a God of foolishness. He's a God of glory, and he has given us our mind. Akakupatia mikono, akakupatia miguu, akakupatia mwili, akakupatia people to relate with that will excel you to the next move. Manna will not be dropped from heaven. It's only manna that came from heaven. God did not say, I'll bless the work of your mouth. God never said, I'm going to bless the work of your foot. God never said, I'm going to bless the work of your stomach. He said, I'm going to bless the work of your hands. It is the hands that are blessed, not your mouth. Hallelujah. So I pity many people ambao wanaitagwa mapastors wengi. Because wao wanasema kwa sababu nitahubiri, nitapata, Mungu atanibariki. No. That's not a blessing. The blessing must come from the hand. It is the hand that is blessed. Go work. God loves those people that work. God was, because God said, I'm going to expand your territories. I'm going to make you succeed. I'm going to make you conquer. You will conquer one nation after the other nation. Why? Because your hands will be blessed. God is happy with those that are working. The working class. The people who are determined to do things. The people who are determined to work. So your salvation is good, but does not transform the wealth to you. Kuokoka, that will never transform any wealth. Lazima ufanye kazi. Lazima ukue ukifanya mavitu. Therefore, if you think the life of Mukuru kwa Ruben, yani every time you wake up venye utajenga kaslam kanyumba kako Mukuru kwa Ruben ama Kibera, that is the level that God is going to work within. The level ile unajiweka, the level hiyo ndio level Mungu ataoperate naye. Kama unafikiria kufungua ka kioski, God will come in form of a kiosk. Ukiinua level yako ufikirie supermarket, God will come in the supermarket level. How you accommodate, whatever you accommodate within your brain here, that is how God will accommodate himself to you. God will never expand you. God will never push you. God will only sit and wait. How are you using your brains? That is why he gave you the brains. Kama hatungekuwa na brain, yeye ndiye angekuwa brain. But he gave all of us equal brain. And how you use your brain will translate to what you become. Hallelujah. Kuna mtu aliniletea viti za plastic tukiwa upande ule mwingine. Lakini mimi nilikuwa nimeambia Mungu, kwangu kwa nyumba hakuna kiti ya plastic. Kwa hivyo hata kwako nyumba yako ile mimi nitakuwa nikiongoza, hakutakuwa na plastic ya kukaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikaenda nikachukua viti hizi za red hizi, nikachukua nikalete. Wakati watu walikuja wakasema, haya wakuikaragiro na itesi ya mapasta, ashirika maikaragiro itesi ya mapasta. Nikamwambia, kwani mapasta si binadamu? Ati kwao hii kiti inakaliwa na pasta ama kiongozi wa kanisa, lakini maplastic zinakaliwa na watu. That is how God will take you. Hivyo umekuwa, hivyo umesikilia. Hata ninaze nilikwambia hivyo. Na tukaletewa na konsolata viti, nikakwambia kwa sababu huyu ameleta ikiwa sadaka hatutaikataa. Maana ameleta kama sadaka. Lakini kuchaga pesa hapa tukanunue viti za plastic hatutachanga. Though huyu amelete ichukue, maana ni nini? Ni sadaka. Akalete zimeshida pale, ndizo tulipatia karaja tukabia enda nazo. Zikapelekwa Komoro. Hasikukaliwa.
Mimi nikaendelea na hii, maana kwangu kwa nyumba hakuna kiti ya plastic. Kama kwangu siwezi kubadilisha watu wakalie kiti ya plastic, how will I allow kwa Mungu kukaliwe viti za plastic? Hallelujah. Huyu Nancy akakuja. Nancy is my good friend. Akakuja tukaenda siku moja na huko Kayole, tujafute kiwanja tujenge nyumba. Nikamuuliza, wewe ungetaka tujenge nyumba ya mna gani? Akaniambia tutanunua mabati tupika tutengeneza. Nikamwambia, in my house hakuna mabati. I live in a 12 bedroomed house. Na nilipata my house nikiwa jera. So how will I put my God kwa nyumba ya mabati? Yet I am capable. Unakuta kuna pasta ako na gari yamewacha hapo nje ya 1.5 million or 3 million, lakini ile kanisa wanaabudu huyo Mungu mkubwa imekaa hivi, mabati imeinama hivi. Watu wanaingiaga huko na mwavuli. Watu wanafanya nini? Wanaingiaga huko na mwavuli, lakini yeye amekomboa nyumba Donholm, analipa 35,000. Ile nyumba wanaabudu Mungu hata hauwezi kulipa 500 bob. So that is how God will look at you. The level that you put your God, that is the level he will work with you. So it is all about you. It is not about God. God has given you dominion. In the book of Genesis 1:26, 27, 28. He has given you all that you need. He has given you the manual for this world. He has given you the perspective of whatever that you want on earth. God has given you. So there is no quarrel between you and God. It is you now to go and use the knowledge that he has given you. Then God said, let us make man in our own image, according to our own likeness. Let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the air and over the cattle, over all the earth and every creeping thing that creeps on the earth. So you got the dominion. So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female. He created them. God created in his own image. So whose image are you? So if God created, you are also supposed to create. Because you are in the image of God and you are likeness of God. Meaning you are just a duplicate of God. You are in the mirror. You are the one inside the mirror. Whatever that you do, that is what God is doing. Well, the way I'm talking, that is what God is saying. Whatever I think, that is what God should be thinking. So your level of thinking will be determined by you, not by God. What you become, it is you. You must change this mind. Ati nimeenda Katoroni kuomba nione kama kazi itafunguka. Nimeenda mlimani kuomba nione kama kazi. Hapana, don't go to Katoroni to pray kazi ifunguke. Fungua kazi uende Katoroni. Hello. Fungua kazi kwanza. Then you present kazi. Kuniko kwenda kwa adeka kioneki ya kuna ade mwanene. Kama unataka biashara, wacha kuenda huko mlimani uende ukaulize Mungu ni biashara gani. Hapana. Anzisha, you got the brain. Then God bless them. You are a blessed man. If you are a blessed man, you are carrying the blessing. You are carrying every decision. Every decision you make, it is a blessed decision because you are a blessed man. So don't go fast to Kataloni to seek God to tell you what to do and you got the brain. Hallelujah. Open the business that you want. Open the church that you want. Open it. Write the vision first, then go to God. Then God, I have the vision. This is the vision. Then God will empower the vision. How do you expect God to think for you and then to work for you? You have the vision. Unaenda kwa hikula supermarket. Unaenda kwa hikula wakati ukirakai. Sasa Mungu, unajua, mimi sina akili. Nataka unisaidie kujua ni nini nitafanya. Na alikupatia brain ya nini? Hakiri ako hairesi yake. Tobone wake. Yeah? Are we thinking really? Christians, are we normal? That you go to prayer center for 30 days to wait for God to tell you what to start. Yet you have the brain within here. Iko hapa. Imejaa. Now, why did he tell you, right? Kioneki kiako na demwanene. Kwelile neke. Kioneki neke. Yeah? Kioneki neke. It is a vision. Write your vision in big letters. Then take the vision to him. This is what God I want you to bless.
Bless the work of my hand. Bless. God will come to what you have created. You have to create first before it becomes. Before I came here, and I know so many kina Nancy, they got the testimony of this building. 3 years ago nikiwa pale kabla hatujakomboa City Stadium, niliwachorea kanisa ile Mungu anataka tukae venye itakuwa. Na saa hiyo tulikuwa tunakosa shilingi 2,000 ya kulipa hall ya Jericho Social Hall. 2,000 because tulikuwa tuna hire for 1 hour. Tunatiwa 2,000. Tulikuwa tunakosa. Baka nakumbuka kuna siku Nancy na mwingine anaitagwa Tometagati. Mama Akabo. Recho walitaka kupigana magumi kwa sababu ya shilingi 2,000 zimekosekana. Lakini saa hiyo ninawacholea nyumba kubwa yenye tunakaa. Baka nikawapeleka kwa hoteli nyingine nikaonyesha hivi ndivyo kanisa itakuja kukaa. Tukiwa pale City Stadium ndio tukuje hapa. We were lacking 40,000 to pay rent. Karibu tuchotwe. 40,000 tulikuwa tuna struggle ya kulipa hapo. Nikawaletea bill, nikamwambia nimepata nyumba hapa, nikawaonyesha how much we are going to be paying. Waliniangalia hivi, wao nilijua tu venye wame decide. Nilijikuta nikiwa peke yangu hapa. I was alone. Wale watu wa huko ambao tulihama na wao ni watu 4 sasa tuko na wao hapa. Everybody else, nyinyi wote ni wageni hapa hii kanisa. Hallelujah. Hao walisema ni aturemone kule hakiri pote atatware kwa ngiri 200. Todo kioneki ya keri, it is small. Me, I'm not saying when niniko shonoka nyopendeke hiko niniko shonoka. No, I have done everything good for God. I have built an altar. I have done decoration. I've done it how a classic church can be, and yet bado hatujafanya tukamilishe. I am yet to make it better. Then I've finished my job. Kioneke kigiakwa. Leo kuma ni na hau ile iteneko lete jega classic mzuri, si kiti ni mzuri unakalia. Si ulikuwa umetoka kwa kanisa ya kiti ya plastic ama ya bao. Gide soka. So ulikuwa kanisa ya plastic, na viti za plastic. Ulikuwa kanisa ya viti gani? Za chuma. Ama huko unaenda kanisa. No. My vision, I have done everything. And I want God to assist me more. Maana hii nimemalizana nayo. Na nimemwambia nataka kiwanja nikujengee nyumba. Na nimechora nyumba. Nimechora the way it will become, the way it will be. Niko nayo hapa, nitawaonyesha. Na ni this year, the coming year, ndio najenga. This will be a banking hall. Hapa naona kufika hapa. Hiyo itakuwa hapo ni pale mnakaa mkingojea kusaviwa. Hapa sasa ndio bank. Hapa kutakuwa na tellers. Huko ni kwa manager na huko. Ukiangalia huko venye nimetengenezea manager office already. This is a bank. Hapa nilishahama. Wewe ni wiganirite ati kanitha gaitũ nĩ kega, hatirĩ kanitha, sijajenga kanisa. Kau kanyu hatirĩ. I'm going to do the best church in Africa. This year, the coming year. The coming what? The 2024. And hiyo nikioneki nimeandika, na nimeandikia Mungu. So sijaenda maombi. Hapana, sikuenda na siendi maombi mimi. Siendi mlima hata moja. Kuomba ndio nyumba ijengwe, nyumba ipatikane. Hapana. Already nishaandika yafanye kazi. Already ashaniambia kiwanja itapatikana wapi. Na material najua wewe utaleta chuma 3 ya kujenga. Hallelujah. So what do you become? It's how you use your mind. Not how best you know how to pray. Stop praying too much. You are wasting much of your time. Take to God that which you have written as a vision. Pelekea Mungu vision yako. Mwambie this is my vision, my Father. Because he is waiting looking. Sasa mtoto wako unashiana. Watoto wako wakikuletea, wakikuja, unaangaliaga mtoto anafikiriaje? Mtoto anakuambia mimi nataka kufanya this and this and this. Nataka tu ukinitafutia capital ya shilingi 10,000 tu na I know I'm going to succeed.
Nikio tagi kaone pesa cia ngiri 10 uteithie mwana ucio. You will do everything. You can even borrow that money because he has shown you that I am ready to work. I am ready to succeed. Lakini ukae na mtoto mpaka umwambiage si uamuke. Utidaga watoro. Wana shidaka tu kirara si uamuke John. Amuka. Wewe na wewe. Unashidaga ukirara tu. Alafu kuja kanisani ati tukutuobe huyo mtoto. It is your mistake. How you grounded your child is how he will become. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilianza kuiba nikiwa 17 years because I really wanted to come out of my father's place. Koya nina miaka 10 daiyaga. I just wanted to come out of that place. I needed to have money. I needed to have independence. Nikakuja Nairobi nikahangaishwa, nikakuwa chokora. Nimekula kwa mapipa. Dandora dumping site ni mimi nilianzisha. Dandora ilikuanga Githurai roundabout pale ukienda Thika Road. Hapo kanisa ya Catholic hapo chini, hapo ndio ilikuanga na kumejengwa manyumba saizi. Ilipojaa sisi ndio tulikuja kutafuta ile ya Dandora. Ni mzungu muhindi alikuwa anachimba mawe hapo. Tukaanza kudirect maroli. Tukiwa hapo nikaanza kulipisha maroli. Kila lori shilingi 100. Imagine Nairobi mzima maroli kilete. Sasa hiyo niko na guru hapa. Niko na jeshi yangu yote navuta guru hapa. I was independent and I had my own money. Na nilikuwa nabeba bunduki 3. Ukatae lori ya tulete umangati umekuja kumwaga takataka na usilipe. Hiyo gari utaiona after 5 days itakaa huko. Na kuitoa huko utaitoa na ngiri 10. Because nilikuwa nimeandikia Mungu, this is my vision. I don't want to be poor. I refuse to be poor. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu matajiri wengi wako na mapesa mingi. They have not gone to church. They didn't go to Katoroni. Hawajui Heaven's Gate ni nini. Ama China wanaitaka Heaven's Gate. Nujamani tina muhede Heaven's Gate. Na nyuo mutulite kuo. Ukiwe kulia ndumeku mahotete. Thiko 40 ati nikuhoya Ngai amuonie direction ya maisha maku. Hatia nani akuhete hakiri. How? Akuonyeshe direction yaje. Uko na akili, uko na macho, uko na kila kitu that you need. You only need to write your vision. Tell your neighbor, write your vision and present it to God. That is all what is waiting. Everything that you need, he has kept for you. He is just waiting you to make a move. He will never come. Hata kuja kukwambia sasa anza safari. No. All what Joshua needed is an encouraging word from God. Be strong and be what? Courageous. Hiyo ingine alimwachilia gende ugogane. Akagoga, alinyonga ma president 5. Na Mungu bado akasema this is my man. Daudi wakati alikuwa anataka kunani kuoa msichana wa Saulo. Eta kwa temu ile tu sio. Mirka. Ni Mika. Ni Mika ama ni Mirka? Mika. Maika. Alienda akaambiwa kama unataka huyu msichana, uende utuletee sehemu nyeti 100 za wanaume. They were just putting an obstacle. Tone mali kwa kama ndio hikia mwana wa mdhamaki karata yako. So the only thing we can stop this man from doing this is by yeye utuletee sehemu nyeti 100. Daudi alifanya nini? Daudi alileta 200. Sasa usiwacha 100. Alienda akaleta 200 akaambia ndio hizi chukua. Modo nedura akadoya. Walipoangalia ni 200 zimekelewa, wakasema huyu mtu atatuchinja, patianeni mtu. Lakini alikuwa amepresent his case. This lady I want. Huyu mtu ndio nataka. Na alikuwa amesema msichana huyu na akasema and he was ready to do anything for him to succeed. Lakini hakwenda kuambia Mungu, nisaidie. Nionyeshe ule mama nitaoa. Nionyeshe. No. Nikisikia ni huyu nataka kuoa, nitamuuliza ukwenda hati ya Mungu. How do you look me? Lazima nikupeleke kahawa. Tika makoro na meshaneko kwa tene maralerio. Lazima nikupeleke kahawa. Ukule kahawa. Niitishe samaki ile ujai kuye inataka salmon fish. Ukule usikie kitu mzuri, nikuhonge. Ngurutire igongona riada. You don't know what happens to you. Wakati unanunuliwa madazi na chai, that is a sacrifice I'm doing. Nigo nataka kurutira riada. And from there you start thinking me, singing me, walking me. Every time I say ni madam tayari yako kama kama.
Ndio menya nikima. Nende ikara uguo ti na bicha yaku yarugama ni igongona ria nda riria nguruteire na ngugutwara Serena hoteli thani nguriha 5,000 wamenyerete gutwara kahua ka ciringi 50 na mandathi meri ati mbeca iria urite nyingi ni 200 nie ndute 5,000 tucindane nau ni mwana mwemegani atanishida hakuna nikutoke hapo nikupeleke mahali uchomewe nyama choma mzuri nilipe bili ya 10,000 nikununulie kawaini nikununulie ka kitu kingine nitumie bili ya 20,000 na heke mwanake agesha gikwa nyingi thia huko kwa madadi gikage na thuti lollipop ateke hata hakuna kitu atakusikia. There is nothing will happen. I will take you because it is an altar, it's a sacrifice. Anything that comes from man, it is not for free. Ati ulipelekwa out, it is not for free. That's a sacrifice. Ulinunuliwa. Na hapo ndio biashara ilianza. Na hapo hau niho wehegesheire. Nikio ina mahu 10. Nikio ina mathina macio. To nilikuhegesha. Na purpose yangu ilikuwa nikuhegeshe. Nikufanye hivyo. You be like that. It's very important for you to understand. When I'm taking you out, kwanza kabisa, pray for it. Because there is nothing from a man that will come for free, for sure. Hiyo si kuficha. Hiyo lazima utalipa. Na gharama yake itadetermine maisha yako yote. Hiyo nilikupeleka Serena ukakunywa, I will determine the rest of your life. Nitakufuga. Na ndio unaona watu wengine wanafugwa. Nakuta maisha ilifugika na ikafugika na ikafugika. Nothing. Mwanamke anakuja anakuuliza. Mwanamke mnakaa naye siku 3 4 unaanza kukosa, unaanza kusikia utaki. Kumbe ni mimi nilikufuga, nilikuoa kitambo. Na tulikula na nikakukulisha. Lete karamu tia wewe leo kugeithia. Nikakuumiza chakula. Ukameza ukafikiria it is not for free. That's an act of a covenant. I'm making a covenant. Na hiyo kijiko bado nachukua na kula nayo. We have made a covenant. Toginya tuke that's a covenant. Wewe tagiro yuko gune gedho na cha kwalia. Nikupatie hivi na mdomo na mimi nikunywa ama tukunywe kikombe kimoja. Nimekushika. We are one. And I'll be determining you because as a man I'm overall. I got power over you. Hallelujah. Sasa jaza kujiuliza urometishi kwa shigana. Umenye uikete magogona maigana. It is the same thing na yule mwenye alibreak virginity yako. The man that broke your virginity is still your husband until today if you have not broken that covenant. Hallelujah. The man yule alilala nawe siku ya kwanza akavuja hiyo virginity, huyo ndio bwana yako hata sasa. Hata ukuwe na bibi mzungu ama mjapanese. Kwa sababu what did you do? You made a blood covenant. Hallelujah. That blood ilimwagika. It is a blood covenant. And a blood covenant, not until another blood is involved, it can never be cancelled. That is why Jesus had to come. Abraham had to circumcise his son. And his son to circumcise his father. And then they made a covenant. Wakati Musa alisahau kutairisha kijana yake, Mungu alimtuma akamwambia nenda ukafanya kazi yangu. On the way Mungu akabadilika, akataka kumuua. Bibi yake akajua my husband is dying. Why? Because we have failed to circumcise this son. Mama alikimbia akachukua kijana yake, akavuja kimawe, akatairisha mtoto. Ndio damu imwagike, Musa asikufe. Itago blood covenant. Ndio no. Geta kwa mwagi. Ile katita kwa mwagi. Hata mwagi. Yes. Yes. Alikuwa anaitwa Mwagi. Kalikuwa kakijana ke baba. Ni kweli? Kalikuwa kanaongea sana. Na kalikuwa karafu, kalikuwa na peda vita na watu wengine. Na nikukutishia kalikutishia maisha. Ni kweli? Kakakupeleka ndani ya maigoya. Ni kweli? Ni kweli? Yes, it was not planned for. Kaliku intimidate. Sasa huyo bado ndio bwana yako. Nikio tahikaga. Na nikio kihiko yako itagiru kama. Dakame yo aitekire. Hallelujah.
Hallelujah. Thakame ĩyo ĩitekire. Karĩa wekire atĩ thakame ĩyo nĩ kuohete nginya thaa ici. So these are small things that you just bypass, but they are still powerful. They are controlling you. They are manipulating everything that you do. That is why when you get a good man to marry you, but unakuta munaenda hivi na kile mmekosania hakuna, because that blood is still speaking. Hallelujah. So whatever you think in your life will determine. The book of Romans 12 verse 1 to 2. So you must make up your mind and be transformed. This is the year that we must change. Bwana Yesu asifiwe sana. 2024 is an year that you must make decisions. See, decisions za kwenda Kataloni kuomba. Tengeneza decision, then go with it to Kataloni. If you have no decision, don't go to Kataloni. If you have not decided this is what I want, this is the business I want to do, then go with it to prayers. Or come with it with a sacrifice here. Just lay your sacrifice here. Kazi ya mkono si maombi mingi, not prayers. We just protect. Prayers will protect the business from the adversaries of the spiritual attackers. But the work itself, it is the sacrifice that you give. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by renewing your mind, that you may prove what is that good and acceptable and the perfect will of God. Once your mind has been transformed, do not be comforted to the things of the world, but you yourself transform and change the world. Ifikirie na ikae venye unataka. Si maombi, lakini kufanya vitu vikafanyika. Mimi sikuomba nikuje hapa. Nilikuwa nimeonyeshwa mahali nitakuja. Why? Because I had presented my vision to God. So God chose the path of directing me. And he has already directed me to where I am going. Bwana Yesu asifiwe sana. He has already directed me the next move. Because I presented my case long time ago. What I'm supposed to do is to remain in the perfect will of God, not to be transformed by the world, but me transforming it. Are we together? Am I teaching somebody? And do not be conformed, meaning do not be captured. Do not be captured by the world. Because if the world captures you, it destroys you. If you will act it, not it acting you. The world is supposed to act you. What you want, how you want, things. Wewe ndio unafaa kujenga. Una decide nitakuwa na eka 10. Hizi eka 10 nitajenga nyumba ya ghorofa 2. Nitajenga nyumba za kukodisha. Nitafungua kazi. Nitakufanya. It is you now to dictate. And do not conform to this world, because this world is against you. It's not for you. But be transformed by renewing your mind. Be transformed. By what? You renewing your mind. Renew your mind. No. Renew your mind. 2024, come with resolutions. 2024, waambie Mungu, I want to have a garage. I want to have a business. I want to have this. I want to have this. Because that is what you need to tell God. This is my vision. Just tell God, I take a vision. Andika what you want. God will perfect it, because he has seen your mind is ready now to work. But he will not come to write your mind kwa kichwa yako akusaidie. Me, I will never. Hata mimi mwenyewe binadamu siwezi. Ategwera leo ndirona ta wagiro niko higura saruni. Ora saruni gucia nikega. Kana kawira gako kaguo nikega. Unu imagine gai aikarete theri agigutareria ageciria tu ado bilioni 10 uria mekoiga tuwira. Does he have that time? No. Present your case to God. Tell your neighbor, present your case to God. Be
but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and the perfect will of who? God has a will over your life. God has got a good will. He has a good will for your life. But this good will will only start working if you renew your mind to fit in his good will. That is why the good will is in Genesis 1, 26, 27, and 28. That's the good will of God. That I given you dominion to subdue everything on earth. That's the good will God has given you. And then he says, and God blessed them. Hiyo ndio good will ya Mungu. This is the good will of God. He has everything good for you. Amekupangia mambo mazuri. Amekutakia mambo mazuri. Alikuumba na akakupatia dunia. Akakwambia tawala dunia. Akakupatia wanyama ni wako. Akakupatia ndege za angani ni zako. Samaki wa majini ni wako. Kila kitu ni zako. That is the good will God has given you. Na amesema na akawabariki. So you got everything that God wants you to be. You don't need no God uende kwa Mungu. Oh baba, nakuomba nionyeshe mwaka hii ninaenda wapi? Utakufa. Tidirathire madira hoya fenge thiko forth na gaida najareria. Ureciria Ngai ni mukegu tawe. Wenda hakwariria kwire uthi ukaiga thukuma. Just tell me. Tikaida nakwariria. Wenda hakwire atia? Ukaiga thukuma. Kana ukaiga mboco. Na wina hakiri. Amekuweka hakiri kwa kichwa. Amekuweka masikio ya kusikia. Na amekuweka mikono ya kufanya kazi na miguu ya kutembea. Akamwambia Joshua, mahali popote utaenda ukanyagishe nyayo zako, utamiliki mahali hapo. He has given you good will. You got it. You only need to take that action. Do it. Kanyagisha miguu tu yako na mahali hapo utapamiliki. Oh, what you don't need to have, do not be afraid nor be dismayed, for I am with you. He's just telling you, wherever you are going to do, whatever you are going to do, I am in it. He's just waiting for your mind. Wherever you want to go, whatever you want to do, I am in it. He's just waiting for your mind to start acting. Then he starts working with you. I will be with you. That's what he told Joshua. Do not be discouraged, nor be dismayed. Usiogope, wala usifadhaike, maana niko na wewe. So, anaongoja akamwambia, ainuka, arise. He told Joshua, arise now, go. Hakumwambia venye ataenda kufanya, arise and take my children to the promised land I promised their fathers. So it was not about where and when they are going to be taken, no. He told them, I am going to be the usiogope wala usifadhaike, because I have already done the job. All that you want to do, God knows it. Kama ni saluni, God knows it. Kama ni church, God knows it. Kama whatever kind of a business you want to do, God knows it. He only is waiting for you to start the job, and he will work with you. He will do everything that you want because he is besides you. Do not be afraid, nor be dismayed. I'm going to be with you. Just start the move. Ansa safari, mimi niko na wewe. Fungua hiyo kazi. Go, borrow that money. Fungua kazi, God is with you. Na ukienda kuifungua, for God to perfect it, come with a sacrifice to the altar. Mwambie Mungu, venye ulinituma nimefanya. Next, there is a sacrifice. The sacrifice, it is to seal, to capture the territory. Ile biashara unafanya, itolee sacrifice. You capture. Wherever Abraham alienda, any city Abraham went, he laid a sacrifice. Alitoa dhabihu. Isaka mahali popote alienda, alitoa dhabihu. Mahali popote. Sacrifice will make your business be protected, be guided. It is not your prayers. Baba! Ni ujinga, you're wasting your time. Hiyo time yote umepoteza ukigaba baba. Kaa chini, paga budget ya kazi yako. Then after that, hiyo ndio kioneki, adikia Mungu, mwambie, this is what I want you to bless. Chukua dhabihu yako, nenda kwa madhabahu.
ambia madhabahu ipiganie. Vita za madhabahu zinapiganiwa kwenye madhabahu.